Unajua nini? Kwenye maisha inatupasa tujifunze, ama inakupasa ujifunze kuhifadhi na kutunza hisia za mtu. Inakupasa ujifunze kuhifadhi na kutunza hisia za mtu, hasa ewe unayejiita gentleman, ama mvulana, ama mwanaume, ama kijana. Hasa wewe unapaswa ujifunze kuheshimu na kutunza hisia ya mtu, ama hisia ya watu ambao unawafuata. Haijalishi unamfuata nani, unamfuata kwa wakati gani, unamfuata kwa muda gani, lakini unapaswa uheshimu na utunze hisia zake, kwa maana hajakuita kwake, hajakufosi umfuate, hajakulazimisha umfuate. Ni wewe mwenyewe ndiye uliyeanza. Umenyanyua mguu wako, umehesabu hatua mpaka kufika kwake na kuanza kumsumbua, kuanza kumapproach, kuanza kumhitaji aingie katika mahusiano yako au katika mapenzi yako. Baada ya kumfosi kwa muda mrefu, amekukubalia, amekuchukulia ya kwamba wewe ndio chaguo ambalo limeletwa, ambalo ni chaguo sahihi. Amekuchukulia kwamba wewe ni mtu sahihi kwake. Ameamua kujitoa na kutoa moyo wake na kukukabidhi na kujikabidhi kwako, na kukabidhi hisia zake juu yako na kuweka kila kitu chake kwako. The way vile ulivyokuwa unamsumbua ndicho kilichompelekea kumshawishi mpaka kaingia katika ulimwengu wa mapenzi yako. Leo hii tayari ameshaacha kila kitu chake. Alikuwa hana mawazo na wewe, alikuwa hana hisia na wewe, huenda hata alikuwa hana mawazo na mahusiano wala mapenzi, lakini wewe umemshawishi mpaka kakubali kuingia kwako. Jaribu kuheshimu hisia zake, jaribu kutunza hisia zake, jaribu kumweka, kumwangalia nini amefuata kwako. Sio unamchukulia kama vile alikuja umtumie na kuondoka, ama uanze kumnyanyasa, unaanza kumsumbua, unaanza kumweka katika vitu visivyoeleweka. Si sawa. Kumbuka, amejitoa, amekuthamini, amekuheshimu na hakutaka kukusumbua kama hivi leo ambavyo wewe unamsumbua. Huyo ni binti, huyo ni msichana, huyo ni mwanamke, anahitaji heshima yake kama alivyokuheshimu na kukufungulia nafsi yake na kuwa karibu yake. Jaribu kujali hisia za watu. Heshimu mtu kama alivyokuheshimu mpaka kukubali kuwa na wewe. Jua jinsi ya kuishi na watu. Kikubwa akili na moyo.